Naitwa Thomas Nyang'au Momanyi. Nilipigiwa simu tarehe 5 mwezi huu wa 3. Nikaulizwa kama Diuki yuko hapa nyumbani, nikawaambia hajaonekana hapa. Nikatuma ndugu yake na ndugu zake wengine, wakaenda mpaka hapo Nyamusi. Wakaelezwa siku ya mwisho alikuwa kazini, ilikuwa tarehe 23 mwezi wa 2. Tangu wakati huo acha rudi, na wakaambiwa tena warudi Jumatatu au Jumanne, lakini wakaenda tena katika Equity ya Sondu. Hawakufanywa vile walikuwa wanataka wajue kama amewithdraw pesa kutoka hapo siku ingine lakini ile management ikawakataza. Wakarudi Nyamusi, wakaambiwa waende kuangalia mwili kule mocha Nyamira. Wakaenda na madaktari wengine, wakaangalia, wakapata ndio huyu mwili, wakamtambua, wakarutisha ripoti huku Kerenyo. Kutoka hapo ripoti ikafika hapa nyumbani ati amepatikana, na polisi wakawaambia muongoje. Polisi wakawaambia warudi tena siku ilikuwa inafuata. Wakaenda jana, na mwili ukaenda ukatolewa fingerprints, wakaambiwa waongoje. Sasa fikia hapo. Hata kutoka hiyo ripoti nilipata ya kwanza siku ya Alhamisi, na ya pili kuniuliza kama huyu Diuki ameonekana hapa. Hiyo tu ndio ripoti nilipata kutoka hapo Nyamusi hospitali. Na mkijaribu kufuatilia, je, unapata iko vipi? Sasa wakati ndugu zake walikuwa wanafuatilia, si wale polisi walikuwa wanawaambia hayo mambo, sasa iko kwa mikono yao, watatueleza. Lakini tulikuwa nataka tusaidiwe na wasamaria wema, hata na serikali ikiingilia tupatie ukweli wa huyu mtoto na tupate kuelewa ile kitu gani kilifanyika mpaka akaja kuuawa hivi kinyama. Kwa majina mimi ni Wycliffe Nyabera. Mimi ndiye ndugu mkubwa wa Diuki ambaye ni marehemu. Sasa wakati mzazi alipata simu kutoka kazini kule Nyamusi, akaambiwa Diuki amekosa kazini almost 2 weeks. Akanipigia simu yenye ilikuwa tarehe 5 jioni. So kesho yake tukasema wacha tuulize tusikie kama ameonekana mahali. Tukapiga simu nyumbani hapa, na kule tukawaambia na nyinyi endelea kutafuta hapa, labda ako mahali nyingine hivi ama kwa marafiki zake hiyo. Lakini hiyo siku mzima ya tarehe 8, tarehe 6 hatukupata majibu yoyote. So tarehe 7 tukaamuka na wengine wenzetu hapa hivi, tukaenda mpaka kwa hospitali huko Nyamusi, tukakaa na wao, tukapata daktari mmoja na staff wengine mkubwa tu kumpata. Akatuelezea vile ilikuwa, vile Diuki alipotea na haonekani kutoka saa hiyo wakati huo wote. So tukaamua wacha tumtafute kwa marafiki zake pande hiyo ya Nyamusi. Wakatupea kijana mmoja mwenye anafanya kazi hapo na yeye. Tukasunguka hapo kwa center, tukaenda mpaka kwa police station tuone labda kama kuna mtu ameshikwa hapo ama kuna mwenye ameripotiwa hapo hivyo. Lakini tukapita kwa manyumba zingine hivi, tukaambiwa kuna kwenye simu yake ilikuwa enda muulize kama amesatoa hapo hivyo. Tukaenda mpaka kwa hiyo boma, tukaambiwa alipita hapo akachukua simu akasema anaenda kuidurua pesa Sondu. Haya, tukatoka hapo tukatafuta huyo mwenye walikuwa na yeye. Tukaambiwa kuna mwenye walikuwa na yeye mtu ya bike mwenye walikuwa waende na yeye Sondu. Kijana mmoja akajua huyo kijana wa alienda na yeye, tukatafuta namba yake, tukampigia simu akakuja hapo hivyo. Akatuelezea, akatuambia walienda mpaka Sondu na wakarudi siku hiyo hiyo. Akatuambia vile walirudi, walifika mahali fulani wakakula hapo Nyamusi, wakatoka wakaenda kwa kapa kingine kako hapo hivyo, wakaburudika kidogo. Kufika masaa ya jioni hivi, huyo mjamaa mwenye anaitwa Charity yeye akaenda akamwacha hapo.
Sasa tukauliza huyo mwenye baa hapo hivyo, na yeye akatuelezea story yake hapo hivyo, akasema walikuwa hapa hivi mpaka masaa ya jioni saa moja na nusu hapo hivyo. Lakini akatuambia wenye walikuwa na yeye mwisho ni huyu na huyu. Alituambia majina watu kama wawili hivi wenye walikuwa na yeye na ni marafiki zake. So kulingana na kutoka ripoti ya hospitali, kutoka siku hiyo jioni Duke akakuwa missing. Na simu yake ikakuwa missing, hivyo ilikuwa inaingia. So ikabidi sasa kutoka hapo tukaenda kwa police station tukaripoti, tukaandikiza OP vile mzee amesema. Tukatoka hapo tukaenda kwa DCI na tukaandikiza OP, alafu tukaambiwa turudi the other day. Ndio tumerudi on Monday, tukapata ripoti hapo. Kuna mtu alikuwa amepatikana kwa shamba, lakini walikuwa wamesema huyo, siku ya kwanza walisema huyo ni kama ni Mjaruo, na wenyewe wamesaa thibitisha ni Mjaruo. Sasa tukienda on Monday tena wakatuambia yule mtu tulisema ni Mjaruo ni kama wenzao wamekuja wamesema si yeye. Hebu enda muangalie hiyo mwili. Elvin Mataya, cousin to the late Duke Nyambega, Duke Nyang'au. So what I could want you, thank you the media for coming to assist us in finding justice for Duke. What I could ask you specifically, you the media, is if you could go to Nyamusi, muone kama information tulipewa ni ya ukweli. Because all the time they were saying Duke has missed there for 2 weeks. And according to the police, tukienda huku, Duke was there on 23rd. Ukifanya calculation, 2 weeks yao inaenda mpaka karibu date 18 or 19 there. Okay, mkienda huko police pia, muangalie OP Duke alikuwa ameweka huku. Huku kuna vile ametaja suspect, mwenye amekuwa akimuibia pesa zake kutoka kwa simu yake. Muende kama mtaweza ruhusiwa, muende mpate hiyo information, because naona itaweza tusaidia kupata haki ya Duke. In the same police, muulizie kama mtaweza onyeshwa picha zenye tulionyeshwa. Hiyo picha ya huyo mtu amevalia sio za Duke. Hiyo ndio kitu ilituchanganya mara ya kwanza. Tukasema sio Duke. The black jacket atol Duke ana, na hata watu wa hospitali waliconfirm Duke hajaivalia jacket ya black. The shoes and the socks hazikuwa za Duke. The red vest haikuwa ya Duke. So hiyo ndio ilituchanganya sana mpaka tukashindwa kujua kama ni Duke wetu. Okay, and when we went to the mortuary on Monday, manguo tulionyeshwa zilikuwa the same zenye alikuwa amevalia. Although in the first kwa picha huko shirt kuna vile ilikuwa imejificha, iko imeonekana, lakini this time hapa kwa mortuary shirt tuliona ni ya Duke na trouser ni ya Duke, lakini jacket sio ya Duke. Halafu tukawaulizia wapi viatu zenye alikuwa amevalia, because alikuwa amevalia viatu na socks. Na hapo hawakutupea pale mzuri, walisema hizo zilitupwa huko kwenda kwa uchafu, hatujui kama zitapatikana ama zimeenda kwa uchafu. We will want to know hizo viatu zilikuwa za nani. Kama mtaweza ruhusiwa mfanye hiyo kazi, mtutafutie hiyo habari, mtakuwa mmetusaidia. Picha muulizie mpewe na hizo viatu. Okay. Another thing, Duke alikuwa ameweka OP huko ya huyo mtu amemuibia pesa. Tunataka mtusaidie kujua huyo suspect so far amefanyiwa nini. Na mwili vile tuliangalia mwili ilikuwa na several marks. Marks zenye tutaweza sema ni za kisu. So nguo hazina blood. Kitu ziko nayo ni matope. Kama ni kisu alidungwa. Zingine zilikuwa kwa shingo, zingine ziko kwa side hapa na kwa mguu. Hiyo damu ilienda wapi? Kozi nguo zake vile tuliziangalia ziko na damu. Omugago yo kwana mumurumwa wa mugako. Tiuki ekera ari gocha kurunya musi. Oikaite mwane indwarete.
Ombori na kirero igwete amatebia ya magura nyarete ondebi ng'e karamu kurikira Mariogo ondikere amisiri omwana inwachikasi nimanyore ngongonyari kaki matokonye tumanya omaene bwaye wasegetatani mwana ori tabwati mang'ana ere nanywa amaru tabwati mang'ana yakonya goteba Rioka naki kanye gonsabirania nintige naincha amaru rimo imbebe nabo. Kemto Nyang'au ambaye ameaga ni ndugu yangu mkubwa ambaye alikuwa ni nasi mwenye alikuwa anafanya pale Nyamusi Level 4 Hospital. Mimi ningependa kuuliza hawa nurses wenzake katika hiyo hospitali ya Nyamusi. Kuna vyama vya nurses, Kenya National Union of Nurses. Hii mambo imekuwa escalated, wameambiwa watu wa health from Nyamira County wamefanya nini kwa ofisa wao kuuliwa kiasi ile. Hatujasikia yeyote ambaye amejitokeza akakondemu ule unyama ambao yule ndugu yangu amefanyiwa. Kwa hivyo ningeomba serikali ya county, even the national government, the Kenya National Union of Nurses, hata aipoa MP wetu Gisairo, na asante sana kwa MCA wetu Matinga kwa support ambayo anaendelea kutupatia. Tungependa chama hizo tofauti waje watusaidie tupate haki ya ndugu yetu. Msiba tumepata hapa ya huyu mtoto yangu, ningeomba wahisani wema watusaidie, wafanyakazi wa Nyamira County watusaidie, na pale popote wale watapenda kupeana msaada. Namba ya simu ni 0725 882 779. Thomas Nyang'au Momanyi.